Mwigizaji na mwanamitandao maarufu nchini Nicole Jobber amefunguka kuhusu tukio la kushtua lililodai kumkuta mwaka 2016, akieleza kuwa alisafirishwa kwenda nje ya nchi na mtu aliyemwamini kama rafiki kwa mazingira ya kutatanisha na yenye mateso. Kupitia ujumbe wake alioandika mtandaoni, Nicole amesema hakuelezwa wazi lengo la safari hiyo, bali aliambiwa kuwa angeenda kutembea na baadaye angerudisha gharama ya nauli inayokadiriwa kufikia shilingi milioni 1.6. Aidha, alidai kuwa hakuhitaji hata visa kwa safari hiyo, jambo liloongeza utata wa tukio hilo. Akiwa huko, Nicole anasema alinyang'anywa hati yake ya kusafiria, yani passport, na kudaiwa kiasi kikubwa cha fedha mpaka takriban milioni 10, huku akieleza kuwa alipitia mateso makubwa pamoja na wanawake wengine waliokuwepo eneo hilo. Ameeleza kuwa kipindi hicho kilikuwa kigumu sana kwake, akidai kuwa walikuwa wakilia mara kwa mara kutokana na hali aliyokuwa anapitia. Nicole ameongeza kuwa alifanikiwa kupata msaada kupitia watu waliokutana nao baadaye, ikiwemo kuanza kufanya kazi katika kanisa la Christ Embassy, hatua aliyosema ilichangia kwa kiasi kikubwa kumsaidia kujinasua na hali hiyo. Katika simulizi yake ameibua pia madai mazito kuwa mtu aliyemtaja kama aliyemhusisha na tukio hilo bado yupo na anaendelea kufanya vitendo hivyo kwa wanawake wengine. Mwaka 2016 sikuambiwa naenda nje kufanya nini. Niliyedhani rafiki yangu alisema tu, njoo utembee utanirudishia nauli yangu milioni 1.6. Sikuhitaji visa. Nilipofika alininyang'anya pasipoti yangu na kusema nimlipe milioni 10. Yule dada na wenzio walinitesa sana wale wadada. Nililia sana kila siku nikianza kazi kanisa la RCCG Christ Embassy, na ndo msaada wangu ulipotokea. Kaka mmoja alinisaidia sana na nilifanikiwa sana maskini, ila sikuwahi kuwaza kumleta binti yoyote popote kuteseka. Mimi nilipona, wengine je? Yule dada alileta wanawake wengi sana. Ndio kipindi hicho shoga yake Pua Chuma alileta msichana Jasmine, akafa ghafla. Ila kila nikimwona yule dada yupo tu, hana la maana na bado anafanya dhambi hii. Natamani mwanasheria wangu nimruhusu ili awe mfano kwa wengine. Sijapona bado maumivu yangu hadi leo, ameandika Nicole. Hii ni Info Habari. Je, una maoni gani kuhusiana na swala hili? Je, unatamani kwenda nje ya nchi? Weka maoni yako kupitia comment section.